Nekana benchi la ufundi la Yanga kupitia kocha wao mkuu alifaulu. Hawa ni nyota ambao zaidi ya wachezaji 19 wapo. Waliopungua ni key players, yes. Amepungua Halidi Aucho, Jinja Mahestro. Amepungua Azizi Ki. Amepungua Fiston Kalamaele miaka 3 nyuma. Lakini ukija ukifuatilia backbone bado haijaguswa sana. Wanawatumia kina nani? Kina Diki, Baka, Baka, Ibra Baka. Wanamtumiaga Mudathiri, Duki Abuya. Dube huyu anayesemwa, lakini tayari Tanzania hii anamfahamu Mudathiri. Kwanza alimuona Azam, wakapishana, wakaja kukutana Yanga. Kwa hapa Pacome na Maxi je, wana miaka 3 Yanga toka 23, 24, 24, 25 na sasa 25 kwenda 26 kwenye eneo la ushambuliaji. Pacome, Maxi, Mudathiri wana zaidi ya miaka 3 sasa. Kwa makocha 5 tofauti. Gamondi, sawa? Ramovic, Hamdi, Falls, and now kocha mpya Mreno, si ndio? Kwa ukiangalia, kwa eneo la ushambuliaji, kiungo cha ushambuliaji cha Yanga kimecheza kwa zaidi ya miaka 3, si ndio? Lakini makocha 5 wamewatumia hao. Mr. Kiku disturb pale. Okay, ngoja nani sasa niongee nao nini? Bana wewe Mudathiri unamjua Dube? Dube kwenye line ya juu, yani acha ile final line, ile line ya pili kutoka kwa kiungo mkabaji, ambayo kama wanashambulia kabla mpira hujafanywa high pressing, mpira wowote ambao utapigwa Dube atakuwa kwenye high line na beki mbili za mwisho. Dube anakuwa threat sana. Waulize Simba 1-1 ambao alichomoa Chama, ilipigwa counter attack kama hiyo, lakini ilitoka mbali kama unakumbuka. Dube akapiga Walete, sawa? Na Dube mechi hiyo kipindi cha kwanza iko alikosa goli kama hilo fast break ambao ni counter attack kama hilo. Kwa Dube akiwa kwenye highline, mtu wa mwisho amsumbui, either aende kulia, either aende kushoto au apite kati. Akija kushoto na kukumbusha Simba hao aliwachukua kule akapiga auta, mnaikumbuka hiyo? Akakunja Simba aliwafunga kina Manola. Dube huyo. Kwa kumbe Dube akiwa juu hana disturb, lakini wanalitazama goli, akibaki na mabeki wawili na kipa Walete. Basi sawa. Kafanya homework yake, kawakalisha chini watu wakubwa, watu ambao wana experience na michuano hii ya kimataifa, watu ambao wamekuwa na muendelezo mzuri. Walifeli wapi? Walifeli katika eneo la kuonekana wao ni bora. Yani kitu ambacho Yanga walikuwa na disturb watu ni kwamba hivi kweli ndio ile timu bora? Hivi kweli ndio ile? Yani hicho tu, lakini wachezaji wapo. Mbona kama sio hawa? Yani wako wapi wale? Yani nini kimetokea? Ndio anguko lao. Yani mashangao tu ndio walikuwa nasumbua Yanga. Lakini sio kwamba wachezaji eti hawana viwango, sio kwamba wachezaji wao wakubwa hawapo. Mimi nakataa. Diara yupo. Baka yupo, Dickson yupo, Mudathiri yupo, Dube yupo, Pacome yupo, Maxi yupo, kaja Shabalala, beki aliyokuwa na ubora miaka 8 kwenye ligi yetu mfululizo. Israel future ile pale inaonekana. Duki Abuya no doubt. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa kufanya ni kuongea nao, kuongeza wachezaji wenye kasi kama Ekua jana ameingia kwenye kikosi na vitu kama hivyo. Kocha kwanza amewini kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kocha wa Yanga. Hiyo ndio kutokana na jibu lako ulilotaka. Cha pili, wachezaji wa Yanga waliamua kuwa wakubwa. Wachezaji wa Yanga waliamua kuwa wakubwa na kukumbuka kwamba wao ni wakubwa na wapo nyumbani na wapo katika hali ya kutaka kuaminisha kwamba tunatakiwa tuaminishe kwamba bado sisi ni hatari. Tunatakiwa tuaminishe watu kwamba bado sisi ni hatari, kwa sababu uhatari wetu haujakwisha, ila hatujauonesha. Kocha kufanya tunatakiwa tufanyeje? Tuoneshe. Ndio maana wachezaji jana wamestep up. Inawezekana kupatikana magoli mengi kama tulivyotaraji. Performance ya Dube umeiona au kuiona? Nimeiona. Dube ni mshambuliaji hatari, sio mfungaji hatari. Naomba tuelewane. Kuna hii mara ya mwisho, mara milioni 68 narudia. Vyombo vya habari vya online hasa. Dube ni mshambuliaji hatari. Sio mfungaji hatari. Mshambuliaji hatari, sio mfungaji hatari. Kuna tofauti gani? Thank you. Mfungaji hatari ni yule ambaye anapata nafasi chache laini anazitumia. Dube anaweza akapata nafasi nyingi laini asizitumie, lakini akafunga goli zuri ambalo mfungaji hatari hafungi.
Wewe ile goli umelichukuliaje bwana? Kwa mfano tuongelee tu hapo kwanza. Kwanza good timing. Right place, right person. Mpira umepigwa ni pinpoint. Tatu, amejua jinsi gani ya kutumia weakness ya beki. Kamkalia mbele. Ukimgusa penalty na kadi nyekundu. Si ndio Lugano anavyokuwa sheria pale? Yaani ukimgusa penalty nyekundu, mtu wa mwisho. Kwanza kapita mbele yake. Katokea weak side. Dube ametokea weak side, kaja strong side, kamuiba beki. Cha pili kasi. Cha tatu energy. Uwezi mabeki wale wana push. Umeelewa, contact ya mwili imetumika pale, lakini Dube kagagamaa. Cha nne, kumbuka kulikuwa na kipa bora ambaye alidhaniwa ndio kuwa man of the match ile juzi. Kamuita weak side, nimekwambia ametokea weak side. Kamuita kipa weak side, kipa kajaa weak side, kapiga kule far post. Prince Mpumelelo Dube, PMD. Class is permanent, form is temporary. Hapo tuje kwa Prince Dube. Dakika 45 za kwanza alipata nafasi nyingi, akashindwa kuzitumia. Za laini ngumu. Laini. So vitu vyake. Yes, ukipita kwenye peji ya Simba baada ya hizo dakika 45, mashabiki wengi tayari kelele zilikuwa ni nyingi. Dube out, aingize mwingine, lakini bado kocha alimwamini akamuingiza dakika 45. Ndio alichowini kwenye vyumba vyake vya kubadilisha nguo. Na Dube akaenda kufanya kweli. Hebu kwanza tuzungumzie hizi nafasi ambazo Dube anakuwa anazipata lakini anashindwa kuzitumia. Nafasi hii adhimu ameweza kuweka goli, lakini kuna nyakati unapata nafasi unashindwa kuzitumia na magoli yanakosekana na habari inakuwa nyingine. Pale ndio mateso, ndio mateso yanayomtesa Dube. Narudia tena kusema sio kwangu mimi, nakubaliana na maneno yako kwamba sometimes itakuja kuwa cost pia Yanga, lakini tubaki kujua kwamba kocha homework yake aliifanya vizuri, ushirikiano wa benchi la ufundi kujenga imani na Dube kwa sababu waliamini huyu ni big match player. Anakupa matokeo kwenye sehemu sahihi muda mgumu. Yanga mwaka jana walirejea kwenye michuano hii ya klabu bingwa group stage baada ya Dube kuwapa alama moja Lubumbashi. Kwa sababu Yanga walikuwa washapoteza michezo miwili. Sawa, MC Alger pamoja na Al Hilal Omdurman Benjamin Stadium. Kwa walikuwa washapoteza michezo miwili. Wangeenda kupoteza mchezo Lubumbashi, maana yake walikuwa wamepoteza alama 9 za awali. Walipaswa lazima mwishoni washinde michezo mitatu. Lakini baada ya kupata sare ikawapa nguvu kwamba kumbe Mazembe tunawamudu. Walivyokuja hapa Yanga wali step up na wakashinda ushindi mzuri. Tuko sahihi? Ambao ndo limeenda kutoa goli bora la 24-25 la Clement Mzize. Weka Benzema wa Kitanzania. Dube na Mzize wote ni washambuliaji hatari, sio wafungaji hatari. Ndio maana wanafunga magoli mazuri tu. Nitafutie goli baya la Dube katika maisha yako. Halafu Dube hafungi tu timu, anafunga timu zote bora. Yanga kawapiga magoli mazuri, Simba kawapiga magoli mazuri sana, weka sana. Simba ndo kawafunga sana. Halafu Dube huyu jana kafunga goli bora la wiki. Goli bora la wiki. Bora la wiki. Dube Prince Mpumelelo ni mshambuliaji hatari mno. Washambuliaji wale duniani yupo Lautaro Martinez, Wayne Rooney, Luis Suarez. Yani hawa wanaweza wasikupe idadi kubwa ya magoli kama kina Tevez. Sawa? Wao wanakupa magoli machache mazuri muhimu. Magoli machache mazuri muhimu. Karim Benzema hana idadi ya kufungaga magoli mengi. Anafunga magoli muhimu mazuri ambayo wanafunga washambuliaji bora, sio wale wafungaji bora. Na
sio striker wa kutap in. Umemtaja Dube lakini pia umemtaja Clement Mzize. Aina yao ni moja ya ufungaji. Wote ni washambuliaji. Wanacheza juu, maeneo ya juu wote wanacheza. Wanaweza kutokea kushoto, wanatokea kulia, wanaweza kucheza kati, wanaweza kufanya high pressing, wanachezesha timu, wana create chances, wana uwezo kufanya vitu vingi sana eneo la ushambuliaji. Ndio maana nawaita washambuliaji bora. Yanga inahitaji kuwa na mfungaji hatari ukiachana na mshambuliaji hatari. Wakiwa wawili hao na Mzize alafu una Max na Pacome, what do you need? Kocha tu. Sisi ndio maana wanakuaga hatari. Wewe ngoja Mzize arudi, maneno yataisha. Kanda staliwa sana kwenye deki kwa sababu balala Mzize tunalijua. Kwa option unakuwa nazo nyingi na ndio maana kunakuwa wanajificha mapungufu yao. Sio kwamba wanakuaga Mzize na Dube wakose magoli. No way. Wakiwa wawili alafu una viungo machachari ambao wenye hatari. Viungo machachari wenye hatari. Pacome na Max. Yanga wanakuwa na relax. Tena ni rahisi kuwatumia viungo wao wawili Mudathir na Duke kusaidiana vizuri kwa sababu eneo la juu linakuwa liko strong. Yes. Umemtaja hapo Pacome Zuzu. Amezungumzwa sana sana na anaendelea kuzungumzwa sana. Tuzungumzie performance yake kwenye mchezo ambao umepita. Namna ambavyo ulitazama kwa Pacome. Na anaendelea kutoa funzo pia kwa wachezaji wa Kitanzania au zaidi kwenye ligi soka Tanzania bara. Pacome sio somo la Tanzania. Pacome anaifundisha Afrika kiungo mshambuliaji anapaswa kuaje. Ngoja niweke vizuri maana naona vitu mnavingata sana. Pacome ni mchezaji wa pekee. Kwanza nianze upya tena. Yaani bado hamjanielewa. Afrika. Mataifa ya Afrika ambayo yanashiriki na kufanya vyema. Agarab kuwa na mchezaji wa eneo la ushambuliaji anayetokea Afrika wakamwamini. Hao utakuta Kongo kama vile Fiston Kalala Mayele na mataifa mengineyo machache. Sawa? Lakini ukizungumzia mfano Ivory Coast ina hadhina ya wachezaji wengi bora wa kimataifa ambao wanafanya vizuri Ulaya. Sawa? Kina Amadi wale. Sawa? Hapa naeleweka. Sasa ukikuta anatoka mtu Tanzania Dar es Salaam Kariakoo, Pacome Zouzoua, alafu anatumika eneo la ushambuliaji ya Ivory Coast na anapewa jezi namba 7. Maana yake huyo mchezaji ni wa kiwango cha hali ya juu sana. Afrika nzima hakuna mchezaji wa Ivory Coast anayecheza hapa ndani ya Afrika anacheza Ivory Coast kikosi cha kwanza ni Pacome Zouzoua. Kwa somo analolitoa Al Ahly kashawafanya anavyotaka. Unataka nikusimulie kidogo? Al Ahly si alifanya comeback hapa akawaburuza kama mbu hapa. Moja na Yanga group stage last season. Si ndio? Unataka nikuelezee Pacome jinsi alivyoperform dhidi ya Belouizdad zile chuma 4 hapa Benjamin. Unataka nikuelezee Pacome dhidi ya timu ambayo ni namba 5 kwa ubora barani Afrika, Simba. Manake Simba alipo lidude pale juu. Si top 5 wale. Manake ni wakubwa, si ndio? Hawana ham na Pacome. Hawana ham. Simba hawana ham na Pacome. Na jana rasmi wale Farabati hawana ham na Pacome Zouzoua. Hawana ham na Pacome. Kwa Pacome atoi tu somo ndani. Hapa ndani hamtaweza kuyafikia. Pacome amepita, sasa anaanza kuelewesha na kuelimisha wa Afrika. Ile ni mali iliyotoka Czech Republic. Pacome amelelewa na kukuzwa Czech, Ulaya. Salomo uko na mimi? Pacome amefundishwa mpira wapi? Czech. Hebu angalia mtoto wa Kiafrika, Afrika Magharibi amepewa somo la mpira Czech. Wale yeye na Azizi ni exceptional. Zile huwa ni zawadi za Mwenyezi Mungu mnapewa na zinatokeaga mara moja. Siku moja nilikufuru nikasema pengine kuna kipande cha mwili wake pengine kiko kwenye vali ya kujazia upepo mipira au kwenye nyuzi mojawapo ya mipira. He's comfortable. Akipata mpira unaona kabisa jinsi ambavyo anakuambia wewe kama unavyocheza draft au umelala au jinsi ambavyo unaegemea mto. Yaani anakudanganya uone kwamba mpira wa miguu ni kitu chepesi. Ulishaona Pacome ana struggle wewe mpirani. Yaani siku ana form atakupa matokeo. Hizi man of the match hizi mwaka jana anazo ngapi? Za kutosha. Unataka tumuelezee tumdefine Pacome hapa ndani? Pacome ameanza kutoa elimu Afrika
Jamaa anajua mpira, passing, dribbling, fake, ana turn, ana hesitate, anaenda kulia, anarudi kushoto, ana shoot nje ya box, anaamua mchezo, anapiga we. Niache kidogo kuhusu Pacome Zouzoua. Tumalize hapo kwa Young Africans, just in case. Ili kundi lilitajwa kuwa ni kundi la kifo. Bado tunalitaja kuwa ni kundi la kifo? Ni kundi la kifo kwa sababu limekutanisha mabingwa. Al Ahly mwamba, no doubt. FAR Rabat mwamba, no doubt. Lakini vile vile tunafahamu kundi hili linakablia, no doubt. Wote hawa ni wamba. Hapa kuna Morocco, kuna Algeria, si ndio? Kuna Misri, halafu kuna Tanzania. Na hizi klabu zote hizi ni miamba. Ila sasa yani miamba imekutana na mwamba. Miamba imekutana? Yani watafanya fanya, lakini ukumbuke una mshambuliaji bora kutoka Zimbabwe. Ana uwezo kufanya chochote muda wowote saa yoyote. Prince Mpumelelo Dube. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hai na kumshuhudia Dube. Unamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hai kumshuhudia Dube. Yanga hawamwezi kumkaba. Kwa sababu walishindwaga, ndio maana wamemchukua. Wakamvuta kwao. If ukitaka umemshindwa mtu, mchukue. Ungana naye. Yes. Simba ndo kabisa wasithubutu kutudanganya wanamweza Dube. Hao ndo wasithubutu. Azam alivyoenda tu huku Ngao ya Jamii, alichokifanya unakumbuka ile comeback ya 4-1 Kwa tumpe heshima Dube, tumthamini Dube, tumwambie Mwenyezi Mungu asante kuwa na nyota kama yule tunamshuhudia sisi wapenzi wa soka. Alafu tukumbuke tumepewa Pacome. Maneno yataniishia alafu nitapata dhambi. Yes. Sasa tuamie kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao hapo jana tumeshuhudia karata yao ya kwanza wakiwa nyumbani wakipoteza mchezo 1-0 dhidi ya Petro de Luanda kutokea Angola. Ikiwa kundi ilikuwa halitazami kuwa ni jepesi, lakini ilikuwa sio gumu ama la kifo kama la Young Africans, na watu wengi walikuwa na matumaini na Simba kuanza vizuri nyumbani. Mambo yamekuwa tofauti. Uliutazama mchezo, tuzungumze. Ulikuwa ni mchezo aina gani? Simba walifeli wapi kuondoka na alama 3 wakiwa katika ardhi ya nyumbani katika uwanja wa Mkapa? Last time nimezungumza vitu viwili tofauti. Na nikawa nimechanganya interviews. Nadhani interview yangu ya mwisho nilisema Simba cha kwanza wanatakiwa awe na nidhamu. Cha pili awe na nidhamu. Cha tatu awe na nidhamu. Numbers kuzipata ni rahisi. Kuzimaintain ni mtihani. Simba ya miaka 4 nyuma, acha hii miwili hapa, 4 nyuma, ilikuwa strong sana kwenye michuano ya klabu bingwa. Maki nimejumlisha miaka 7 mfululizo. Sasa weka ile 4 ya nyuma. Alikuwa strong sana klabu bingwa. Kuweza kuwa group leader against Al Ahly, kuweza kufanya comeback ya AS Vita ambayo ilikuwa na Bangala, Juma Shaban, Lomalisa, ilikuwa na Tonombe Mukoko, Fabrice Luamba Ngoma, Makusu, Tuisila Kisinda. Please. Please. Wona Miraji Sheva, sijui Rashidi Juma. Simba ilikuwa hatari. Ya James Kotei. AS Vita anatakiwa sare tu au suluhu. Sindio? Na Kaja Benjamin katangulia kapata goli. Kale! Lakini Simba kafanya comeback kapata hizo mbili. Chama. Hiyo niliiongea. Kwa nikamsisitiza Simba na benchi la ufundi na kila pahala nidhamu. Cha pili nidhamu. Cha tatu nidhamu, kwa sababu huna huo ubora. Ndicho kilichokosekana. Hawana ubora. Wana ubora nani? Star wa Simba nitajie wawili wa mwaka jana, nitajie Star wa Simba wa mwaka jana. Elie Mpanzu, Jean-Charles na kipa wao nani? Kamara yupo? Kamara hayupo. Jean-Charles yao hayupo uwanjani. Yaani kuwepo kuvaa jezi za Simba sawa, uwanjani yupo. Uwanjani hayupo. Elie Mpanzu, utambulisho wa Elie Mpanzu na balaa lake ulipo uwanjani? Halipo. Sasa Simba ina ubora. Dennis Kibu Dennis, ubora wake tunaojua klabu bingwa ndio ule wa mwaka jana. Sio ule.
Kwa wapo uwanjani hawapo, wana ubora Simba. Maki kuna muda tuzungumzie mpira, kuna muda tuanze sasa kuleta udau. Mimi sio mdau. Mimi nyota wa Simba walikuwa 4. Pin Kamara. Tena naongeza 7. 7. Pin Kamara. Kagoma. Nazungumzia mwaka jana. Fabrice Luamba Ngoma, Shabalala, Elia Mpanzu, Jean Charles Ahoua na muweka na Kibu Dennis. 7. Hao mwaka jana wamebeba Simba hivi ya Fadlu. Yes. Mpaka wakaifikisha Simba kucheza mpaka mechi ya mwisho wanataka ubingwa na Yanga. Hao ndio waliofika mpaka fainali. Kabla ya kwenda sijui Bodu nini? Lile mwingine atajua mwenyewe na babake mzazi. Kaenda kucheza fainali ndo kaperform. Huyu tumemlaumu mwaka mzima. Budo ame step up lini? Si fainali. Ndo aliibuka kwa man of the match, si ndio? Lakini huku nyuma tulikuwa tushakata naye tamaa. Kabisa. Kwa tunazungumzia hawa 7 waliobeba Simba mpaka fainali, waliobeba Simba mpaka kufika mechi ya mwisho ya ligi. Hawa 7 nimekosea? Uko sawa. Kamara, Kagoma, Ngoma, Shabalala, Jean Charles Ahoua, Elia Mpanzu, Kibisawala. Weka Kibisawala. Alafu malizia na Kibu Dennis Prosper. Hao ndo walikuwa waliperform mwaka jana Simba ya Fadlu. Mwaka huu Kamara yupo? Kamara yupo. Shabalala hayupo. Kagoma ndo yule kata ndo yule? Hayupo. Ngoma yupo? Ngoma hayupo. Kibu Dennis ndo huyu? Jean Charles Ahoua, Kibisawala. Sasa unailaumu vipi? Si timu mbovu. Yaani hawa walikuwa na form. Form haiwezi kuisha watu 7 wote mkaisha form. Yaani walio bora form huyu mmoja kaondoka, Ngoma. Shabalala kaondoka. Kamara mgonjwa. Kibu chali. Mapenzi yamemzidia. Ana msiba. Msiba sasa hivi. Hajaenda tena Marekani. Msiba babake. Baba pole. Vitu vya kawaida vya kiulimwengu. Jean Charles Ahoua vipi? Top scorer. Yaani nimemeza kitu kizito. Sitaki kupata dhambi. Hao ndo waliperform. Kocha aliyeandaa timu ile ambayo tuliamini mwaka huu itakuja kufanya mazuri zaidi. Kocha kaingia mitini, kaiacha Simba chali. Sawa. Walioingia maingizo mapya. Niambie mwaka huu ukakaa mbele unamvimbia kifua. Huyu sisi ndio nyota wetu msimu huu. Nitajie mmoja. Salom. Nani? Roshan. Amefanya nini? Mlinzi pale. Anaonekana kufanya vizuri. Amelinda nini? Unashindwa kuwa na muendelezo. Guys, mimi sina maana mbaya. Balala Pasco Seji wao unalijua? Nalijua. Erasto Nyoni unamjua vizuri wewe? Yuko Mushidi. Mimi naijua Simba. Embu ndugu zangu wewe unayefuatilia mpira kama unamfahamu Justin Case, mimi naifahamu Simba. Simba haikosagi muendelezo, mchezaji nyota akosi muendelezo. Rushaini ni mzuri sana. Ana potential kubwa mno. Yupo anacheza na nani? Yaani wanaoshirikiana nao kina nani? Naeleweka vizuri mamangu mpendwa? Anacheza na nani? Tuliletewa hapa ukuta sijui wa Eriko. Mungu endelea kunika hai, niendelee kushuhudia, niende kushuhudia. Wachezaji nyota wana muendelezo. Jamani Baka tangu ametoka Zanzibar, alipoaminiwa mara ya kwanza na Nabi mpaka leo timu ya taifa ndio tegemeo. Ule ndo mchezaji bora. Mchezaji bora ana muendelezo. Dickson Job lini jamani tumeongea vibaya hapa? Lini umeona Job anaongelewa vibaya lini? Mlisema mfupi, tushasahau topic ya ufupi. Karefuka. Nisaidie sasa Karefuka. Unajua kuna muda tuongee uhalisia. Ushakuona mimi hata siku moja namponda Kibu Dennis? Hujawahi. Yes. Sana onyesha michuano ya kimataifa huwa anaonyesha misimu 3 na Yanga anawafungaga. Huyo ni big match player. Sijawahi mimi kumponda Kibu Dennis. Lakini hao wanakuja leo, kesho iko wapi sijui nimemsahau. Hao sio wachezaji. Simba ni kubwa, Simba ni Kotei, Simba Chama, Simba Okwi, Simba Jean Charles Ahoua yule wa mwaka jana yuko wapi mwaka huu? Kwa hiyo kwa kifupi Simba ni timu ambayo sasa hivi sio bora. Haina ubora. Sio sasa hivi. Huu mwaka wa 4 mfululizo. Haina ubora. Yes. Ina makali ambayo yanakujaga na ndio maana klabu bingwa huwa wanaweza kucheza. Kwa nini? Kwa sababu si mechi ambayo ya kimkakati. Kwamba tupigeni hii dakika 90 imeisha. Mbona ligi wanashindwa? FA inawashinda na shaga nusu.
FA Cup, kombe letu la FA. Mako unaenda huko unapelekwa mkoani kwanza huko unabilinywa, ukirudi huko hoi. So mimi sina maana mbaya. Niliongea tena very well na nilisema timu ambayo kwa Simba ninavyoifahamu kwenye michuano ya kimataifa, timu ambayo naona inaweza kupata alama moja kwa Simba, aidha sare au suluhu, ni wale Esperance de Tunis. Niliona walau wale. Hey, Petro kaja kuchukua alama 3 nzima hivi kakusanya. Kubu. Yes, Simba anawezaga kufungwa ya kwanza, hata Raja alimfungaga baadaye aka step up, sijakataa. Sasa inabidi tuione mechi ya pili kwanza. Anaenda wapi? Kule kwa Stade Malien. Simba akikosa alama 3. Simba akikosa alama 3. Anazichukua 3 kwa nani mwingine? Away. Akizikosa kwa Stade Malien. Anachukua kwa nani 3? Kwa hapo tutahesabu shughuli imeisha hapo. Nimekwambia AS Vita alikuja Tanzania na alama 7. Na akaanza akapata goli. Njui. Akabe tu Simba achomoe iishe. Kachomolewa na kafungwa. Kwa alama 7 huwa sio issue. Atategemea alama 7 ambazo anaamini hapa nyumbani hapa tamfunga Esperance de Tunis na Stade Malien. Nakubaliana nao 6. 6. Alafu ugenini. Yaani Petro akamfungia. Saki kutukana bwana, mimi na kazi zangu nakafanya roundabout. Ni hivi. Tumalizie. Mmoja ataenda kwa jasho. Mmoja haendi. Mmoja ataenda kwa jasho kubwa. Mmoja haendi.